Leo nimewaletea mfumo mzuri kabisa kwa ajili ya kusimamia biashara. Na hii hapa ndio inaitwa business app, lakini kuna mifumo mingine tofauti tofauti ambayo inatumia muundo kama huu ambao nitakuelezea hapa. Ni mfumo mzuri, unakusaidia kusimamia biashara yako kisasa, una manage bidhaa na faida. Kusiwe kuna upotevu, usihangaike sana na madaftari, kwa kuwa mfumo huu utakurekodia taarifa zako na utaweza kupata taarifa za miaka yote kwa wakati wote ambao utahitaji. Kwa hiyo wakati unaanza kwa mara ya kwanza utatakiwa kutumia button ya jisajili. Kama uliwahi kujisajili na una account na unaendelea na kusimamia biashara yako, utatumia button ya ingia. Kwa kuwa sisi ndio tunaanza ili tuone mfano, basi mimi nitatumia button ya jisajili hapo. Itatokea form nzuri kabisa hii kama unavyoiona kwa ajili ya kujisajili kwenye mfumo wa biashara. Kwa hiyo utaingiza jina kamili. Kwa mfano mimi nitaingiza jina hapa ni Joeli Juma, unavyoona hapa. Jina la duka basi tutasema ni Joeli Electronics. Huo ni mfano tu, lakini biashara yoyote inaingia. Haya, barua pepe. Barua pepe hapa ni email, kwa hiyo utaandika email yako vizuri kabisa kama nilivyojaribu hapa. Mfano hii nimeweka email ya majaribio. Hapo utaandika namba yako ya simu, safi kabisa. Utachagua nchi, baada ya hapo utachagua mkoa. Kwa mfano mimi nimechagua mkoa wa Arusha. Nambari ya rufaa ni hiari, sio lazima, kwa hiyo mimi nitaiacha. Utachagua siku za majaribio hapo. Neno la siri hakikisha ni tarakimu 6. Utaingiza hii namba ya siri utakuwa unatumia kuingilia kwenye mfumo wako. Ni rahisi kabisa, unairudia. Baada ya hapo unabonyeza jisajili. Utasubiri sasa, hapo itakwambia inasajiliwa. Usajili ukikamilika, itakwambia umekamilika na itakupeleka kwenye peji ya kuingia na utapata message. Unaona kama hapa, karibu Joeli Juma, mfumo uko smart kabisa. Kwa hiyo baada ya hapa sasa tunatakiwa kuingia kwenye akaunti ambayo tulijisajili. Utaandika email yako sasa. Kwa mfano mimi nitaandika email ambayo nimeitumia hapa. Utaandika ile email na password iko sawa. Kwa hiyo baada ya hapo utabonyeza ingia. Baada ya hapo sasa ukibonyeza ingia, mfumo wako utakupeleka ndani, utaona taarifa zako ni Joeli Juma, Joeli Electronics ndio duka. Utaona page hii ni dashboard, iko vizuri kabisa. Siku za matumizi ulizoomba utaziona hapo ni siku 4. Kwa hiyo baada ya siku 4 siku za matumizi zitaisha. Sasa hatua ya kwanza unapoanza kutumia mfumo, hatua ya kwanza kabisa ni kwenda kwenye kipengele cha bidhaa ambacho sasa utatakiwa kuingiza bidhaa zako zote za dukani. Kwa hiyo hapa nimechagua bidhaa ili sasa mfumo uweze kukusaidia kuzisimamia bidhaa hizi. Kwa hiyo ni muhimu unavyoanza mara ya kwanza ziingize kwenye mfumo zote kwa idadi na kwa bei kama ambavyo tutafanya hapa. Sasa hivi nasoma 00 kwa kuwa hatuna bidhaa yoyote. Kwa hiyo utakachokifanya tutabonyeza ongeza bidhaa. Unaweza ukaongeza bidhaa moja au zote kwa kutumia Excel, lakini nitatumia mfano ya bidhaa moja. Kwa hiyo nitaandika jina la bidhaa, kwa mfano hapa nitatumia mfano labda nitasema ni TV. Nauza TV. Kwa hiyo kundi la bidhaa, utachagua kundi la bidhaa. Utachagua kundi la bidhaa, kwa mfano mimi nimesema nyinginezo. Bei, hapa kwenye bei ya mauzo utaandika bei ambayo sasa unauza. Kwa mfano labda TV ni shilingi 200,000. Unaweza sasa ukaweka ni TV aina gani. Mimi nimechukua mfano wa jumla. Bei ya manunuzi hapo unaweka bei ya jumla, wewe ulinunua shilingi ngapi. Kwa mfano labda ulinunua shilingi 150,000, utaingiza hapo. Kwa hapa bei ya mauzo ni bei ya kumuuzia mteja na bei ya manunuzi ni bei ya wewe ulinunua kwa jumla ulinunua shilingi ngapi kwa kila product moja. Kwenye store na TV ngapi. Kwa mfano zipo 20, nitaingiza zipo 20. Aina ya kifungashio labda nitasema ni piece. Utachagua labda hizi ni pieces. Tarehe ya kuisha hii unaweza ukaweka tarehe yoyote, lakini inatumika kwa vile vitu vyenye expire date. Lakini kwa hii TV unaweza ukaweka tarehe yoyote tu. Kwa hiyo hapa utaona faida imekupigia, faida inayotarajiwa kwa hizo TV zako itakuwa ni shilingi 1,000,000. Maelezo sio lazima, unaweza ukaacha wazi au ukaandika nil. Baada ya hapo unahifadhi bidhaa. Kwa hiyo bidhaa itahifadhiwa kwa usahihi kabisa, kwa kikamilifu.
Na sasa utarudia hivyo kwa bidhaa zako zote za duka lako lote, maana yake mfumo sasa utaanza kukusaidia kuzimanage. Kwa hiyo ukija hapa utaona tayari bidhaa, tumeshaingiza bidhaa. Jumla ya manunuzi milioni 3. Bidhaa tunaona tuna bidhaa moja, lakini zilizopo store ni 20. Jumla ya manunuzi na faida inayotarajiwa ni milioni 1, na utaiona hapa taarifa kwamba tumeingiza bidhaa yetu ni TV kama tunavyoiona hapa. Bidhaa yetu ni TV kama tunavyoiona hapa. Kwa hiyo sasa ni TV kama tunavyoiona hapa. Utakuwa una uwezo wa kuongeza stock. Unatumia ongeza stock ikiwa bidhaa zimeisha. Kwa hiyo mfano umeongeza bidhaa, tutasema umeongeza labda TV 10, utaandika hapo ni TV 10, tarehe hii utaiandika tarehe yoyote. Baada ya hapo unaiongeza. Ukibonyeza ongeza, utaona sasa zimeongezeka kutoka 20 na kuwa 30. Kutoka 20 na kuwa 30. Utakuwa na uwezo wa kuona taarifa za bidhaa, unazihamisha kwenda kwenye PDF, na unatumia statement hapa chini imeandikwa statement kuona namna bidhaa zinavyouzwa na kutoka kila siku. Mfumo uko vizuri kabisa. Sasa baada ya kuingiza bidhaa zako, hatua inayofuata ni wateja tu. Sasa wateja wakija, wewe unafanya kazi ya kuwauzia. Kwa hiyo utakuwa unaingiza mteja. Kwa mfano hapa tutasema jina la mteja labda ni Juma Hamisi. Juma Hamisi. Kama ana barua pepe unaingiza, lakini sio lazima. Namba ya simu ukiipata ni nzuri zaidi. Kwa mfano mimi nitaandika hapa namba ya simu ya mteja. Namba ya simu ya mteja. Hayo mengine sio lazima, ila unaweza kuandika. Baada ya hapo utabonyeza hifadhi mteja. Utabonyeza hifadhi mteja. Hifadhi mteja. Mteja yote yeye amehifadhiwa, na mteja yule atapata SMS kama hii: karibu Juma Hamisi, tunafurahi kukuhudumia Joel Electronics, uhakika wa kupata huduma bora. Kwa hiyo hii inakuwa inasaidia pia kupromote ofisi yako, kwa kuwa mteja atapata SMS. Baada ya hapo sasa tuende kwenye mauzo. Tumeshaingiza mteja, tunaenda kwenye mauzo sasa. Kwa hiyo tukienda kwenye mauzo, utabonyeza rekodi mauzo mapya. Rekodi mauzo mapya. Itakuja tarehe hapa. Baada ya hapo utatafuta mteja. Mteja wetu alikuwa ni Juma Hamisi, utamchagua. Wateja wote wataonekana hapa. Utamchagua ni Juma Hamisi, na bidhaa zote zitaonekana hapa za ofisi yako. Kwa hiyo baada ya hapo, kwa kuwa sisi tuliingiza TV peke yake, utaichagua TV na hapa chini utaona imeandikwa idadi moja. Sasa tunaashumu huyu mteja wetu alichukua TV 2, utaandika 2, ambazo ni shilingi 400, kwa sababu kila TV tumeweka shilingi 200. Lakini kama ulimpa punguzo, utachagua aina ya punguzo. Tumempa punguzo labda la jumla kwenye bidhaa zote, tumempunguzia shilingi 20,000. Utaiandika tu mbele ya sifuri, haina shida. Utaona hesabu yako imepunguza jumla kuu na kuwa 380,000 kwa sababu ya hilo punguzo ambalo tumeliweka. Kwa hiyo baada ya hapo tutabonyeza rekodi mauzo. Kama una njia za malipo utachagua. Lakini mimi nitaziacha hizi. Baada ya hapo tunasema rekodi mauzo. Kwa hiyo mauzo yatarekodiwa. Yatarekodiwa, utayaona. Baada ya hapo safi kabisa, mauzo yanakuwa yameingia, na mteja atapata message ya mauzo yaliyofanyika na kiasi alicholipa, kama receipt tu fulani kama unavyoiona hapa. Mteja atapata, lakini pia mmiliki naye atapata message ya mauzo ambayo yamefanyika vizuri kabisa. Baada ya hapo unaweza kurudi kwenye orodha ya mauzo. Orodha ya mauzo ni hii. Tunaona tumemuuzia jumla ya mauzo shilingi 380,000 kama unavyoona hapo. Unaona tumemuuzia TV 2. Ni rahisi kabisa. Unaweza ukapata receipt pia ya mauzo kwa kuklik receipt. Click receipt hapo, receipt yako utakuta hapa. Hii ni muonekano tu namna ilivyo. Kwa hiyo ukitaka receipt yako utabonyeza print. Ukiprint utapata receipt safi kabisa yenye title ya ofisi yako. Kwa hiyo baada ya hapo unakuwa umekamilisha mzunguko mzima wa mauzo. Mfumo ni smart kabisa. Ukitaka pia kusajili wafanyakazi ili wapate account, utakuja hapa, utaingiza taarifa za wafanyakazi, utajaza taarifa za wafanyakazi, utachagua mfanyakazi aweze kuona nini na nini. Utajaza hapa mfanyakazi aweze kuona nini na nini. Baada ya hapo utapata password, utampatia, naye atakuwa ana log in kama kawaida.
ili kwa ajili ya kuendelea kusimamia biashara yako. Kwa hiyo kila mfanyakazi atakachokifanya huko aliko na wewe utakiona, kila anachoingiza utakiona. Kuna mambo mengi sasa, mengine ni ya kawaida. Kwa mfano kama una tawi la ofisi utafungua hapa. Hapa utaona main tu, tawi main ambalo ni ile ambayo tumelisajili. Lakini kama una matawi utabonyeza tengeneza tawi ofisi yako, utatengeneza na utakuwa unaingia hapa hapa kwenye matawi, unachagua tawi, unabonyeza ingia kwa ajili ya kusimamia kila tawi. Na kila tawi utatengeneza staff wake ukiwa ndani ya tawi, na unamkabidhi staff email ambayo uliweka na password ili aweze kuingia kwenye mfumo kwa ajili ya kuendelea usimamizi wa biashara yako. Kuna bando la SMS hapa. Sasa ukitaka wateja wako wao wanapata SMS kama ulizokuwa unaziona, unaweza kuwa una recharge. Utakuwa umepewa za kuanzia, lakini zinapoisha basi wewe utakuwa una recharge taratibu. Kama hauna uhitaji wa SMS basi utaacha. SMS zote utaziona kama hapa zinavyotumwa. Kwa hiyo ni mfumo smart kabisa. Hapa ni sehemu ya kusimamia madeni. Kama kuna watu uliwakopesha wakati unaingiza mauzo, kuna sehemu ya kuingiza wanaokopa. Utawaona hapa na utakuwa na uwezo wa kuamua watumie message ya kuwakumbusha. Unachagua tu unaotaka kuwatumia. Kwa mfano waliochelewa, bado siku 3, bado siku 7 na kadhalika, unachagua. Ukibonyeza tu chagua hii message unazoziona hapa, basi hiyo message itaenda na ikiwa inaonyesha kiasi anachodaiwa na tarehe anayotakiwa kulipa. Kwa hiyo mfumo uko smart kabisa. Kuna manunuzi, utakuwa unaingiza manunuzi ambayo unaingiza mzigo. Kama una suppliers ni muhimu, au wasambazaji utawaona hapa, utakuwa unaingiza pia. Kwa hiyo mfumo uko smart. Kila kitu kimejieleza vizuri, asset zako na control hapa, mauzo yaliyofutwa, kila kitu kama unavyoona hapa. Kwa hiyo mimi niwakaribishe kutumia mfumo wa kisasa kwa ajili ya kumanage ofisi zetu na kujikusanyia faida. Karibuni sana.